Jamaa huyu ametupa chakula kwenye kioo hiki cha shaba. Vitu hivi vikapita katikati na kumpiga malkia wa kale kichwani. Sekunde iliyofuata chakula zaidi kikatoka ndani ya kile kioo cha shaba. Majenerali walikionja chakula hicho na wakashangaa sana. Walikuwa hawajawahi kula chakula kitamu namna hiyo. Hivyo malkia akaamini kuwa miungu ilikuwa ikimsaidia. Kisha akaomba kwenye kioo hicho mara moja. Nchi yake ilikuwa ikiteseka na majanga wakati huo. Alitarajia kwamba miungu ingewasaidia. Lakini yule jamaa hakuwa na pesa za kutosha kununua mahitaji ya kumsaidia. Lakini hakutaka kukosa fursa hii ya kuwa tajiri. Hivyo akajifanya kuwa yeye ni Mungu. Akawataka wabadilishane vito vya thamani kwa chakula. Baada ya kusikia haya, malkia aliamuru kila mtu mara moja avue vito vyake. Kisha akaweka vito hivyo vyote ndani ya kioo. Yule jamaa alifurahi sana alipoona vito hivyo. Akafikiria kuwa ameshakuwa tajiri. Hivyo akamwaga chakula chote cha nyumbani kwake ndani ya kioo. Kisha akapeleka vito hivyo kwenye duka la dhahabu ili vikakadiriwe thamani. Mmiliki wa duka alitoa ofa ya dola milioni 6 ili kuvinunua. Jamaa alisisimka kupita kiasi na kupiga kelele kwa nguvu. Alitumia pesa hizo kununua kiasi kikubwa cha mahitaji. Alitumia kioo hicho kuyatuma yote kwenda zama za kale. Upande wa pili, watu walipanga foleni kubadilishana vito kwa chakula. Hakuna hata mmoja wao aliyewahi kuonja chakula kitamu namna hiyo. Yule jamaa naye akazidi kuwa tajiri zaidi na zaidi kwa kuuza vito. Lakini wakati huo maadui walivamia nchi hiyo. Jeshi lao halikuwa na nguvu ya kutosha kuwashinda maadui. Ili kuwazuia wasiangamizwe, jamaa alitumia pesa kuwanunulia silaha nyingi za kisasa. Maadui walipokuja kushambulia mji, wanajeshi waliinua bunduki za mashine na kuanza kufyatua risasi. Maadui wengi walianguka papo hapo. Kwa njia hiyo, malkia alishinda vita vile. Tangu wakati huo, malkia alipendana na yule jamaa. Alikuwa akiketi mbele ya kioo na kupiga gumzo naye kila usiku.